Hello, welcome. I'm Nomia Iqbal. In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords, known as El Mencho, caught and killed in a dawn raid. Tunapoongelea watu hatari zaidi duniani, basi lazima tutaje na jina hili, El Mencho. Jina ambalo likisikika tu, basi kamera zote na polisi wote wa jiji la Mexico hushtuka. Jina ambalo kila mara lipo vichwani mwa polisi wa DEA, polisi hatari wanaoogopeka, wakijihusisha na ukamataji madawa ya kulevya. Lakini mpaka sasa wameshindwa kumkamata gaidi huyo, El Mencho, au unaweza ukamuita Simba wa Cartel. Yaani tunapoongelea cartel ni makundi yanayojihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya, kwa kibongo tunaita ngada. Huyu El Mencho ni nani na ni hatari kiasi gani mpaka kuchanganya polisi na kuwekewa dau kubwa zaidi kwa mtu yoyote atakayetoa taarifa zake? Leo tutaongelea mambo ya kutisha yaliyofanywa na El Mencho, muuza madawa hatari zaidi ulimwenguni. The Storybook. El Mencho ni kiongozi wa Cartel Jalisco Nueva Generación, kundi kubwa la uuzaji wa madawa ya kulevya. Mtu anayesakwa na serikali ya Mexico na United States. Mtu ambaye kwa miaka mingi anaishi bila ya kuonekana. Jina lake la kuzaliwa ni Nemesio Oseguera Cervantes. Alizaliwa mwaka 1966 katika jimbo la Jalisco, Mexico. Alikulia kwenye umaskini wa vijijini. Hakuna aliyedhani kijana huyo angekuwa moja ya majina anayoogopwa zaidi duniani. Akiwa kijana, alihamia Marekani kutafuta maisha bora. Lakini huko alikamatwa kwa makosa ya madawa kwa kujihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya. Baada ya kufungwa na kurudishwa Mexico, ndipo alipoanza kupanda ngazi ya uhalifu. Muda mchache baadaye, baada ya kuporomoka kwa baadhi ya cartel au unaweza ukaita wauza ngada wa zamani, El Mencho alitumia vurugu na mbinu kali kujenga nguvu na kuunda kundi la CJNG lililojitokeza kama kundi jipya lililokuwa hatari na lililojaza silaha nzito, mafunzo ya kijeshi na historia ya mauaji. Walijulikana kwa kupambana moja kwa moja na jeshi. Alias El H o Prada, líder principal de la barredora, que eres muy inteligente. Kufunga miji kwa kuchoma magari barabarani na kuifanya Mexico ianze kuingia kwenye vita vya wazi dhidi ya kundi hili. Baada ya vurugu kuwa kubwa, serikali ya Mexico ilianzisha operesheni maalum ya kumkamata kiongozi wa kundi hilo, El Mencho, na Marekani ilitoa zawadi ya mamilioni ya dola kwa taarifa zitakazopelekea kukamatwa kwake. Lakini kila uvamizi ulipofanyika, alionekana kuwa hatua moja mbele yao. Kila walipopanga kumfikia, basi yeye alijua kabla yao. Wengine waliamini alikuwa akihamishwa kila wakati. Wengine pia waliamini alikuwa na mtandao wa siri ndani ya serikali, na hakukuwa na picha mpya kumhusu, na hakukuwa na uthibitisho wa mahali alipo. Yaani, alikuwa kama kivuli. Kadri miaka ilivyopita, viongozi wengine wa cartel waliuawa na wengine kukamatwa. Lakini kundi la CJNG liliendelea kusambaa na wataalamu wa usalama walihoji, je, kundi hili lina nguvu kwa sababu ya mtu mmoja au ni mfumo mkubwa unaojiendesha wenyewe? Ripoti kadhaa zilidai afya ya El Mencho ilidorora, lakini hakuna uthibitisho rasmi wa kifo chake. Na kila uvumi wa kifo chake ulipoibuka, ulichochea taharuki. Kwa sababu kama angekufa, Mexico ingeweza kuingia kwenye vita vya kulipizana visasi kati ya makundi yanayotaka kurithi himaya yake. Historia ya cartel au wauza ngada huwa inaonyesha jambo moja tu: ikitokea kiongozi kafariki, basi wafuasi hugawanyika au hulipizana kisasi kwa damu. Lakini mpaka leo, jina la El Mencho bado lipo kwenye orodha ya wauza madawa ya kulevya wanaotafutwa zaidi. Swali linaendelea kubaki: je, ataanguka mikononi mwa sheria au himaya yake itaporomoka kutoka ndani?
Huu ni utangulizi wa historia El Macho, gaidi wa kwanza anayehangaisha vichwa vya polisi wa Marekani. Muda si mrefu tutawaletea full historia yake. Usisahau tu kusubscribe channel yetu mpya ya Storytime Swahili.